Askofu wa Kanisa Anglican Tanzania Diocese ya Central Tanganyika DCT, Dr. Dickson Chirongani amewataka waumini wa kanisa hilo kuacha chuki na visasi, badala yake wasameheane kwa kuwa Yesu ndivyo alivyoagiza. Dr. Chirongani ametoa wito huo Aprili 18, 2025 mara baada ya ibada ya Ijumaa Kuu iliyofanyika katika Kanisa Kuu la Roho Mtakatifu jijini Dodoma, ambapo alikuwa akitoa ufafanuzi mbele ya waandishi wa habari kuhusu maneno ya chuki na visasi aliyoyatamka kwenye mahubiri yake, ambapo amesema, na Yesu anataka tusameheane, na ndio maana anatamka msamaha. Na nikasema kwamba hata leo ndani ya Wakristo, ndani ya kanisa kuna watu wana visasi, nao wanahitaji kuwasamehe na wao kusamehewa. Nimetoa mfano kwamba kuna mchungaji aliwahi kumlani Mkristo wake kanisani kwa sababu alipoweka divai yake anaandaa ibada, akaja Mkristo kichaa akachukua waini akanywa. Sasa mchungaji alipouliza kwamba nani kanywa, wakamuuliza Mkristo yule ndio kanywa. Akamwambia, we Mkristo, kuanzia leo hutazaa. Sasa Yesu hapendi hizo laana. Anachotaka huyu mchungaji angetamka habari za msamaha, habari za baraka kwa yule mama. Hata Wakristo wengine kanisani wamenuniana, na hata Biblia inasema kama hujamsamehe mwenzako, acha sadaka yako hapa kanisani, nenda ukamsamehe ndio uje utoe sadaka. Lakini wanatoa sadaka huku wamenuniana. Kwenye kwaya kuna marumbano kweli kweli, wananyang'anyana waimbaji, wanafanyiana vituko vya ajabu sana. Dr. Chirongani ambaye pia ni mkuu wa chuo kikuu cha St. John, akishangazwa na aina ya maombi wanayoombeana Wakristo, ametoa ushauri huu. Hata kwenye sala watu wanapoomba, Wakristo wanaomba, anaomba eti kwamba kuna mtu anamchimbia mashimo, kwamba hata kuna mtu anamwekea mitego. Unasikia anasema tu kwamba kuna watu wananiwekea mitego, sasa naomba mitego hii ikawanase wao wenyewe. Badala ya kuwaombea baraka, sasa wanaombea Wakristo wenzao wanaswe na mitego. Kwa hiyo huo msamaha ndio nilikuwa nasema, lakini katika siasa Yesu nako anataka kuwe na msamaha. Nao waumini wa kanisa hilo Maduka Kayombo, Lea Mazengo na Nikolaus Ndalu wakawa na haya ya kusema. Namshukuru Mungu katika kipindi cha Kwaresma chote. Mungu amenipa kibali cha kufunga siku zote 40, namshukuru kwa hilo. Katika siku hizi 40 jitahidi kuishi katika mapenzi ya Mungu, kufanya mapenzi yanayompendeza Mungu, isiwe katika mfungo wa Kwaresma, iwe desturi na tabia kwa waumini wote. Katika mfungo wa siku 40 mimi nimefunga na nimejifunza kutubu na kumrudia Mungu katika kipindi chote cha siku 40 za kufunga. Wito wangu kwa Wakristo wote ni kwamba tunapokuwa katika mfungo wa siku 40 tunajinyenyekeza, tunatubu, tunarudi kwa Mungu. Basi tuendelee kuwa hivyo hata tutakapofungua sasa. Sio tunaporudi sasa kwenye maisha yetu ya kawaida ya kila siku tunaacha yale ambayo tulikuwa tunayafanya katika kipindi cha mfungo, tunakuja sasa kurudi kwenye matope, tena matope yaliyo makubwa zaidi kuliko yale ambayo tulikuwa tunaenda. Kimsingi tumemaliza Kwaresma ambayo tulikuwa tuko nyikani kwa siku 40 tumefunga, na sasa tunachotakiwa wakati huu wa Pasaka ni kuyaishi yale yote ambayo tulikuwa tukiyaishi wakati wa Kwaresma. Nadhani tunachotakiwa sasa hivi ni kuishi na kuendelea nayo. Tusifanane na watu wengine ambao kwa kipindi hiki tulikuwa tunajinyima, tumefunga, tunafanya nini, lakini matokeo yake baada ya hapa tena tunajikuta tunarudi kule kule. Yale yote matendo ambayo hayampendezi Mungu ambayo tulikuwa tumeyaacha, tunatakiwa tuendelee kuyaishi katika maisha yetu yote. Neno kuu katika ibada hiyo lilikuwa msalaba, ambapo moja ya maneno 7 pale msalabani aliyoyatamka Yesu kabla ya kuuawa ni msamaha dhidi ya watesi wake.
John Banda, Kanisa Digital, Dodoma.